nikasikia msukumo ndani yangu, nikasikia mzigo sana kuombea maeneo haya nje, maeneo ya nje, kuombea njia ambazo watu wanakuwa wanapitia. Sasa wakati Bwana anasemesha hicho kitu, baadaye wakati wa mahubiri ilitokea jambo fulani kwa mwenzetu wakati mahubiri yanaendelea. Asikie kwa akaja kunishirikisha, yaani akawa amelenga mle kabisa ambapo na mimi Bwana akawa amenisemesha. Hebu yule anayeshirikisha jambo jana, kitu yes. Ndio hizo hali hizo. Wakati ibada zinaendelea, kwa kidogo hivi nyuma na vitu vilikuwa vinanivuta, yani na kuna kitu kinakupaza kama kuna ulimwengu wa giza ulikuwa utamaki na hatari. Nijaribu kuomba, naomba. Has gone beyond my imagination. So amazing love. We worship you. We give you all the honor. Creator. We love you. We love you. Shangaza tendo yako tukuzwe Baba. Wewe ni Mungu. Unaamini hilo? Na kama unaamini ya kwamba jana muipo na peponi ipo, ninaamini ya kwamba unatamani uende peponi. Hakuna ambaye anatamani kwenda jana. Na kwenda peponi kuna sheria zake. Kwenda peponi kuna sheria zake. Lazima uwe kwanza mtakatifu. Sasa kwenye kuambiwa ndo kama hivi tunakuambia kwamba bana Yesu yupo. Yesu anakupenda. Yesu anatamani kumpokea awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Hiyo ni taarifa. Lakini sasa ili ufit au ili ulingane na harusi ni lazima uvae mavazi ambayo yanalingana na harusi. Umeshaona? Sasa mavazi hayo ni yapi? Ni mavazi ambayo yanakutaka, yaani mavazi yako lazima uwe katika utakatifu ambao unaendana na hali ya kipeponi. I will
wanasikia na chini wanasikia. Linasubiri command. What do we need? Tulitaka kumfunga mtu wa hapa. We need power to accompany the name Jesus. Togetherness will bring power. Because sijui ni kwa sababu watu I don't believe kwa sababu watu wameenda kushuhudia they are this time. This is not normal times. It is not normal. Kabisa. It is not normal. And we need to pray in the spirit. Muombe Roho Mtakatifu akuongoze kuomba. Ukiomba kwa fahamu utachoka. Ukiomba kwa fahamu utachoka. Kwa sababu nilikuwa nasikia watu wanabadilisha prayer points, wanaondoa the real prayer point throughout the night. It's because they do not know what to pray. We need the Holy Spirit to direct us what to pray. We are attacking the milky. Let's attack milky. Don't shift prayer points. Don't shift prayer points. Don't get tired. You need to get tired. This is why we have the Spirit of God. This is why we need the Spirit of God. Without the Spirit of God, we cannot pray. We cannot pray. Haiwezekani kuomba bila Roho Mtakatifu. Anatusaidia madhaifu yetu kwa kuwa hatujui jinsi ya kuomba. Ukitegemea kuomba kwa fahamu zako utachoka. Fahamu zako zina mwisho. Roho Mtakatifu anaomba hata ambacho uelewi. Fahamu ukiomba akiendelea kuomba usinene kwa mazoea. Neno ukifahamu kwamba Roho Mtakatifu anaugua kwa sababu ya ombi ambalo liko mbele yako. Wakati namfushia mawe, alikuwa anabadilika na kwa mama Mwarabu lakini sio Mwarabu. Nimemwona kabisa sio kwamba anaongea kitu cha kuunganisha. Lakini kimbushia tu kwa sababu kama nilimuua Christ alikuwa badilika. Kwa alikuwa ananitisha kwa sababu naona nyoka. Lakini napomtushia kweli anabadilika na kuwa mwanamke. Sio Mwarabu lakini ni mweupe misili ya Mwarabu. Sijajua kwamba ndio kwa maana nimeta pia kwa hiyo zangu kwa nimemwona sisi kwa sababu kabisa mweupe. Kwa hiyo kitu inaonekana kuna jambo Mungu anataka afanye. Tunaenda kuambia Alice Alice imemeza damu za watu. Alice imemeza damu za wanyama, nazo zinalia kisasi juu ya watu wa mahali hapa. Tunaenda kuambia Alice, tunaenda kusema na Alice, tunaenda kusema na Alice, tutapisha Alice, tukiwa tumemeza. Wakati tutazungumza jana habari ya watu, kuna watu ambao wana Israeli walipomuuzi Musa, Alice ilifunua kinywa chake ikawameza wale watu. Alice ina kinywa, Biblia inasema ikafunua kinywa chake ikameza. Kwamba proposition ya form kuna vitu vya kiform ambavyo lazima tutumie katika kuharibu form ambayo tumetumia. Kwa kusema vizuri kwenye kitabu cha Ufunuo utaona Yesu Kristo au Yesu ameketi kwenye enzi yake, lakini katika enzi yake kuna vitu ambavyo anakuwepo navyo. Pale kuna fimbo ya chuma ya enzi. Kuna fimbo ya enzi Yesu ameketi kwenye enzi yake, lakini kuna fimbo ya enzi, lakini pia huwa kuna pingu za kifalme ambazo Yesu anakuwa nazo. Lakini ukisoma kitabu cha Biblia utakutana habari ya Balaamu. Balaamu anatabiri habari za kuja kwa Yesu Kristo, na anazungumzia habari ya fimbo ya enzi itakavyoweza kuzipiga pembe kuvunja kila wana wa Ghasia.
Kwa hiyo tunapoenda kusimama kuomba katika position, kuna mstari mingi ambayo inazungumzia kwa habari ya fimbo ya Mungu inavyofanya kazi. Kuna mstari mwingine unazungumzia kwa habari ya kuvunjwa kwa kiti cha enzi cha umiliki wa dunia kwa fimbo ya enzi ya Mungu. Kwa hiyo tunapoenda kuomba kwa ajili ya jambo hili, cha msingi ambacho tunatakiwa tukaombe sasa, tukaivunje ile enzi. Ile enzi au kile kiti ambacho kinatoa nafasi ya huyu mmiliki wa eneo hili kufanya hayo yote anafanya. Lakini pia tukamfunge yeye mwenyewe kwa pingu za enzi ya Mungu Baba. Tunapomfunga, tunamfunga na kumshusha kwenye mashimo ya kuzimu. Tunamfungia hadi sisi tumalize kazi yetu. Bwana asifiwe. Kwa hiyo tunapoenda kuomba kwa ajili ya jambo tukaombe kwa namna hiyo. Tutumie fimbo ya enzi ya Mungu Baba kuvunja ile enzi au kiti cha mamlaka ambacho kinafanya kazi, kile cha umalikia ambacho kinawekwa katika mwili huu. Tukatumie fimbo kuvunja na tukatumie pingu kufunga hiyo roho ambayo imemtumikisha huyo mtu ambaye amekaa kama malkia. Haleluya. Tumechoka, lakini atizeenda tupate matunda ambayo tutachukua tena dakika 2 tutamshukuru Mungu. Wanaweza wapewe sifa. Tutamshukuru Mungu kwa ajili ya maombi yote ambayo yamefanyika, lakini pia tutamshukuru Mungu kwa kuwa amekwisha kutenda kama ambavyo tumesikia. Kwa hiyo lazima tutamke neno la shukrani mbele za Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Na tutakapokuwa tunamaliza maombi tutatawanyika, lakini naomba tujitahidi kila mmoja awe active. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kila mmoja ajitahidi, kila mmoja awe active, kila mmoja atambue ana nafasi ya kufanya katika mkutano ulio mbele yetu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tunaenda kufanya tukiamini kabisa kwamba ushindi tunao. Bwana Yesu apewe sifa. Na basi tumshukuru Mungu kwa neema. acho kama Elia alivyokuthibitisha katikati ya manabii wa bahari. Baba, ninaamuru ya kwamba acha leo kapate kuthibitika katikati ya viwanja hivi, acha wakapate kutambua ya kwamba uko Mungu ambaye wanahitajika kukusujudia na kukuabudia. Baba, ninakushukuru kusimama na mimi ni mjoli wako na mtumishi wako, nitumie kama upendavyo, nitumie kama upendavyo kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo. Rikamandisikeria bandika mandiki sikera bandisika rikamanta sikeria bandi rikamanta sikeria bandi. Baba, nenda kasimame katikati ya viwanja hivi. Mungu, ninaamini uko hapa, hatupo tayari kuondoka kama tulivyo, lakini Mungu tunaamuru mamlaka na uwezo wako katika jina la Yesu Kristo Nazareti. Nataka nisikie vigeregere vya shangwe, watu wote wakishangilia ya kwamba uko ukombozi katikati ya maeneo. Nataka nisikie watu wakishangilia ya kwamba yuko Mungu ambaye anaenda kusaidia jioni leo. Ninaamini ya kwamba Bwana yuko hapa kukusaidia. Ninaamini ya kwamba Mungu yuko hapa kusema na maisha yako katika jina la Yesu Kristo Nazareti aliye hai, jina libitalo majina yote, jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Watu ambao
wamekuwa wakitafakari dini pasipo kutafakari ukuu wa Mungu, pasipo kumpokea Yesu Kristo, pasipo kumkubalia Yesu aishi katika maisha yao, lakini wamebaki na mapokeo ya dini zao, na ndio maana wanahangaika kwenye maisha yao, na ndio maana wanashika kwenye maisha yao. Lakini jioni ya leo sisi tunachokihubiri ni Yesu Kristo peke yake, maana dini sisi hatutasaidia chochote. Ndio Bwana pewe sifa. Amen. Sasa mwanaume alipowaambia, nimegundua ya kwamba nyie ni watu wa kutafakari sana dini. Sikiliza alichokisema. Baada ya kusema hivyo, kwa sababu nilipokuwa nikipita huko na huko na kuyaona mambo ya ibada yenu, naliona madhabahu iliyoandikwa maneno haya, kwa Mungu asiyejulikana. Basi mimi na wahubiri habari zake yeye ambaye ninyi mnamwabudu bila kujua. Bwana apewe sifa. Haleluya. Na mwanaume amezunguka. Amen. Watu wa Kampala wamezunguka katika maeneo ya Ngelengele, lakini kuna mahali wamekuta kuna madhabahu imeandikwa Mungu asiyejulikana. Bwana apewe sifa. Lakini sisi tunachosema ya kwamba mnamwabudu ambaye hamumfahamu. Bwana apewe sifa. Amen. Haleluya. Baada ya kuona watu wana hiyo madhabahu, anawaambia subirini mimi niwatangazie habari za Mungu ambaye mnamwabudu pasipo kumjua. Bwana apewe sifa. Watu wanaabudu Mungu pasipo kumjua, lakini sisi jioni leo tunataka tusawazishe ya kwamba utambue unayemwabudu ni nani. Wako watu ambao wanamwabudu Mungu kwa kukariri dini yao, lakini hawajui wanayemwabudu ni nani. Ndicho kilichokuwa kwa watu wa Seth. Bwana apewe sifa. Amen. Haleluya. Amen. Wacha nikwambie neno moja. Bwana apewe sifa. Maana fulani tukaenda katika ushuhudiaji. Amen. Unajua mtu aliyeshikilia mapokeo ya dini yake anaweza kaabudu kitu ambacho anakipinga katika akili yake, lakini katika roho yake anakiabudu. Wake zaidi ya mmoja. Kinachoruhusu ni dini, ila si Yesu. Si unanielewa hapo? Haiwezekani. Wake 10 anafunga ndoa leo, anaruhusiwa kufunga kesho. Kwa sababu ya nini? Ya dini. Hizo ni zama za ujinga ambazo Mungu anatamani watu watubu na kumpokea Yesu Kristo. Hata kutengeneza hutatamani kuongeza mwanamke. Yeye ni kweli. Nataka kusimamisha kwenye misingi iliyo ya kweli. Yes. Kwa mwendo wa wake 10 unategemea mbingu? Hapana. Haiwezekani hata siku moja. Na ndio maana Paulo anawaambia zile zama za ujinga, huo ni ujinga tunauita. Hizo ni zama za ujinga, Mungu kakutunza. Lakini jioni ya leo anatangaza iko neema ya wewe kutubu na kupokelewa upya. Iko neema jioni ya leo wewe kutubu na kupokelewa na Yesu. Hizo zama za ujinga Mungu alijifanya. Unajua neno kujifanya sio kwamba hajui.
Wala kidogo sana. Inawezekana nataka ni Uzuri tunatamani uelewe. Tunatamani uelewe zaidi. Kwamba amtoe mwanae wa pekee Yesu Kristo afe kwa ajili yangu mimi na wewe ili kwamba tusipotee. Kwa hiyo cha kwanza najaribu kusema kwamba ni upendo wa ajabu ambao Mungu si tu kwamba alitupenda tu hivi tu akaamua kusema kwamba anampenda. Na kuonyesha kwamba anatupenda akaamua kutoa. Tunapokuwa peke yenu, unajua ukiokoka nyumbani kwako peke yake, kweli Roho Mtakatifu anamsukuma kwenda kanisa. Lakini akiwa na mwenyeji, hata adui ataanza kumwambia waongo wale. Mwenyeji anapiga wewe bwana twende. Wanaosha vyombo na kusaidia twende wote. Tayari wale watu wana msaada. Lakini najua unapanda mbegu. Lakini inapopanda mbegu huwa inaota. Kwa hiyo tunashukuru kwa huduma yenu. Wanawezi hadithi hapo, wewe si simulizi, wana wewe ni kweli. Hapo mbele sasa ndo kazi sijui. Wewe si simulizi, Bwana wewe ni kweli, uhai umilele wangu. Wewe si stori za kale, za mababu wa zamani. Karibu mtumishi wa Mungu aliyeandaliwa kunena maneno ya Mungu matakatifu. Mtumishi wa Mungu, hebu ongeza makofi na vigelegele. Haleluya!
Asante Bwana Yesu kwa ajili ya mzuri wako. Wewe ni Mungu mkuu, wewe ni Mungu usiyeshindwa. Wewe ni Mungu anayestahili kuinuliwa siku zote. Haleluya, 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 haleluya. Amen. Nataka nizungumze na watu walio majumbani mwao. Hao walio hapa, ngoja kwanza niwaache. Haleluya. Amen. Nataka nizungumze na wale watu walio majumbani. Kuna watu wamekaa majumbani wanachungulia kwenye vikona. Lakini nakwambia una shida, una mateso, una mahangaiko, ibilisi amekufunga, una magonjwa, una shida, umeteswa, vifungo vinakutesa, shetani anakutesa, lakini umejifungia. Ninakueleza leo, ibilisi atakuoa, utateswa, utaangamizwa, utateseka, utateseka, utateseka. Dozi ya Yesu, dozi ya Yesu iko hapa, lakini unailalia mlango wazi, umejificha kwako, umejipa matumaini, utaangamia na ugonjwa wako. Amen. Wajanja huwa wanaona hayo wakayakimbilia, wenye akili huwa wanaona hayo wakayakimbilia, lakini watu wasio na ufahamu huwa wanaona wakaendelea na njia zao, hatima yao ikawa ni mauti, kwa sababu unapoendelea kung'ang'ana na karubanzira vyako, una magonjwa na mateso, lakini unakunywa miti, hiyo miti itaenda nayo kaburini. Nani alikwambia karumanzira analeta tiba? Karumanzira ana tiba na umauti, karumanzira ana mateso, karumanzira ana majini, karumanzira anaweka vitu vyake ndani yako. Nani alikwambia karumanzira ana uzima? Wewe mahali umebaki kuteseka siku zote. Tunapokueleza habari ya ukombozi wa Yesu Kristo, Yesu ndiye mwenye upendo Bwana, maana aliacha enzi, alafu akashuka, akauvaa mwili, hata mauti, akamwaga damu ili wewe ukombolewe. Lakini leo unajifungia kwako, unatamani sana kufika, lakini kadini kamekufunga. Ninakwambia hakuna dini itakayokupeleka kwa Baba mbinguni pasipokuwa na njia ya Kristo Yesu, maana Yesu tu ndiye anayeunganisha watu na ufalme wa Mungu. Hakuna njia nyingine zaidi ya njia ya Yesu. Hebu shangilia Yesu! Haleluya, haleluya! Utabaki kuangalia dini yako, hatima yako itakuwa mbovu, lazima utalipuliwa tu. Utabaki kung'ania visharia vyako, lakini pasipo Yesu wewe umeangamia tu. Pasipo Yesu wewe ni mauti tu, na kesho lazima wakuzike. Unateseka ndani nyumbani mwako, hata usiku wa kuamkia leo umepigwa mangumi, hakuna amani ndani yako. Wachawi wamekunyonga, unabaki kuhuzunika, unabaki kusikitika, halafu unabaki chumbani kwako. Yuko mwanamume mmoja tu ambaye ni Yesu Kristo wa Nazareth. Huyo ni mwanamume ambaye anatambulika. Hakuna cha Asumani, wala hakuna cha Adija, wala hakuna cha Juma, wala hakuna cha Muhamadi, wala hakuna cha nani. Yuko mwanamume mmoja aliyemwaga damu, aliyekufa bahari, ambaye kwa damu hiyo watu wanapona, wanapona. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Wow. Wewe uliyefika mahali hapo umechagua njia njema na umechagua fungu jema, kwa sababu leo Yesu atakuacha urudi vile ulivyo. Leo Yesu anaenda kuweka jambo jipya ndani ya moyo wako. Haijalishi umeteseka na mambo mangapi, lakini leo kuna kitu kipya cha kimungu ambacho Mungu anaenda kuachilia ndani yako. Haijalishi umenenewa mambo gani, haijalishi babu zako wamechimbia jina lako kaburini, haijalishi wamekunenea kufale, haijalishi wamekunenea kuangamia, lakini leo ninakuambia yuko mwanamume awezaye kukata maagano, awezaye kukata matambiko, awezaye kuharibu sadaka za mbuzi na ng'ombe, awezaye kuharibu kila kitu. Maana yeye alitolewa sadaka, sadaka iliyo njema zaidi. Unang'ang'ania
unang'ang'ania maisha ya dhambi, na mkataba na Mungu, wewe Mungu ni shemeji yako au Mungu ni mjomba wako, unang'ang'ania kushikamana na dhambi, unachumbulia kwenye nyumba, una hamu ya kufika lakini hautaki kufika. Nenda chumbani kwako, kakae ndani, acha kuchumbulia, kakae ndani, fanya shughuli zako. Kama unataka kusema na Yesu, karibia hapa kwenye viwanja hivi ili uweze kuonja dozi ya Yesu. Onja tu dozi, alafu ukionja hiyo dozi utakuwa salama, utakuwa salama, utakuwa salama. Hakuna cha kalumanzila, hakuna cha mganga wa kienyeji, wala hakuna cha mchawi. Kama unataka kuamini kama uko mchawi hapo, rusha kitu kiche, alafu uone chani sasa hivi. Lazima utakula chani. Kama uko mchawi, rusha kitu kiche, uone chani sasa hivi. Yuko mwamba bwana wewe, yuko mwamba. Wewe ni mauti tu, si muda mrefu utaoza na funzo watatembea juu yako. Hii Yesu Bwana, Yesu yuko vizuri. Alafu Yesu analaza, alafu analeta bubujiko. Wanadhani vijana kama sisi tunasimama mahali hapa tumepoteza akili bwana wewe? Tuna elimu zetu. Yesu ametukomboa, tunajua thamani ya Yesu, ndio maana tumeacha shule, tumekuja hapa tumtangaze, kwa sababu tunajua yeye ndio kila kitu. Alafu tunapanda naye mbinguni, tunaenda naye mbinguni. Elimu na mali na vitu vyote hivyo vinabaki Asia. Ndio maana leo utakufa, utaviacha vyote, watarisi wa nyumba zako ambavyo hata hawakukutafuta. Unaringa, una mali za kuua watoto wako, umetoa mke wako, umejaa damu mikononi mwako, umetoa mume wako, umetoa mjomba, shangazi, watoto, mtoto wa kwanza, wa pili na watatu. Tafuta mali, alafu unabaki kusikitika. Yuko atoaye mali isiyoleta sikitiko, yuko atoaye mali isiyoleta sikitiko. Huyo ni Yesu Kristo wa Nazareti, wala mali yake haina masharti. Sio unaambiwa leta mtoto, leta kuku mweupe kwa ajili ya kazi gani? Alafu nakwambia yuko mwanaume mmoja anayeweza kutoa vitu bure, unaendelea kunang'ana, nina dini yangu, nina dini yangu. Toka umeanza kulia hiyo dini yako, hakuna mabadiliko yote ambayo umeyapata. Zaidi umeendelea kukunjwa kama samaki aliyewekwa kijiti tayari kwa kuliwa. Wewe vipi bwana wewe? Unatakiwa uelewe, tunaposema hizi habari tunasema habari za Mungu aliye mbinguni, Mungu aliyekuumba wewe, ambaye leo unamletea kiburi. Sema, Bwana Yesu, ninakuja mbele za uso wako. Nimetambua upendo wako kwangu. Nilikuwa mwenye dhambi kwa sababu nilifungwa ufahamu wangu, nikakutenda dhambi nyingi sana, nikakuuzi katika namna nyingi. Lakini leo Bwana, ufahamu wangu umefunguka. Nimetambua ya kuwa wewe ni mkombozi wangu, na kuanzia sasa Yesu, ninayaleta maisha yangu kwako na ukabidhi moyo wangu kwako. Baba Yesu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, wewe ni Bwana Mungu mwenye msali. Wewe kitanda, katika jina la Yesu, Bwana Yesu kamfanyia kitu katika maisha yake. Hebu mchapie Bwana Yesu zawadi ya makofi na vigelegele. Inampa dakika moja na kwenda kuzungumza. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Namshukuru Mungu. Nilikuwa natembea kwa shida, miguu ilikuwa inaniuma, nilikuwa nauma, kiuno kilikuwa kinauma. Lakini namshukuru Mungu, nilikuwa na miaka 5, kiuno kinauma, ya madozi, lakini ilishindikana. Lakini namshukuru leo Mungu ameniponya. Haleluya. Amepona. Amen.
na miujiza ambaye leo